Thank you very much, Mheshimiwa Moses. Moses amekuwa wakili wangu wa siku nyingi sana, na amenishindia kesi nyingi sana, na akiniangalia hanioni mimi kama mzee, anaona vile alivyokuwa ananiona zamani nikimtafuta yeye akiwa kijana mdogo. Hata wakati alipotoka katika law school, sisi ndio watu wa kwanza kufungua file na yeye. Na Rais, welcome to Western. Na you are deputy, you are able deputy. Na Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Moses yuko hapa, na mawaziri wako wote na timu yako yote na governors. Na mimi will be very brief, because yale ningeliongea mengine Mboko Miremba ameshika kidogo inayohusu upande wa wafanyikazi. Mengine governor wa Busia Dr. Tuoma amesema. Na mimi nataka kumshukuru the leader of majority kijana Ichungwa, ndiye amefanya nifike hapa kwa time, kwa ajili niliingia usubuhi kutoka Misri ama Egypt. Nimekuwa German for 1 week na pia nikawa Egypt for 1 week. Na your excellency, mambo ya uchumi sio mchezo, hata fadhali sisi kidogo. Wafanyikazi wakisikia nikisema hivi watanimaliza. Lakini kule Egypt, haswa Cairo, watu wako na shida kubwa sana, hasa wafanyikazi. Nilikuwa nafungua conference kubwa ya wafanyikazi kama mnenaji wa Afrika. Mambo ya uchumi ni shida duniani yote, hata kule Germany. Na kitu kitaokoa sisi ni ile njia Mheshimiwa Tuoma amesema. President na serikali ya national inataka iwe garanta wa kazi zile zinazofanywa na viongozi. Na hapa kwa mfano, Your Excellency, hapa Bungoma, pesa zinajaa. Ukienda pale walipokuwa wanaita Samani Brodrick Falls huko Webuye tukiwa wadogo, ufuate hiyo Nzoia mpaka Lake Victoria, mtu afunge huko, governor wa Siaya, governor wa Kakamega, governor wa Bungoma, governor wa Trans Nzoia, wafunge hiyo maji, wapanue hiyo river, waweke cruise ship vile Waarabu walifanya kutoka Aswan mpaka kwenda huko mbele. Waarabu wana attract 1 million tourists a month, wakati sisi tuna struggle Kenya kupata tourists 1 million. Hiyo river peke yake uweke cruise ship, funge maji, uweke 5-star hotel juu yake, pesa zitajaa katika eneo hii, wananchi watapata kazi. Kwetu kule Bungoma iko jiwe moja inaitwa Crying Stone. Jiwe moja inaweza kuwa inafanya sisi watu wa Kakamega tunaweka 50 million shillings a month ama week. Kufunga hiyo jiwe, weka hoteli mzuri hapo, ipatie advertisement, the only crying stone in the world. Watu wanakuja, wanaona, wanawacha pesa. People make billions of money. Kwa Mheshimiwa Deputy President Rigathi, Mount Kenya, weka cable car. Kama moja nimeona Germany, weka hoteli juu ya Mount Kenya. Cable car inapeleka tourist kula huko na kurudi chini, billions of money. Your Excellency, angalia kutoka Lamu kuja Malindi, kuja Kilifi, kuja mpaka kuingia Mtwapa, ingia Mombasa mpaka South Coast. No cruise ship. Angalia the whole of Lake Victoria. There is no cruise ship. Cruise ship ni ile meli watalii wanaingia, wanaishi ndani, wanakula ndani, Wajaluo wanapiga nyatiti, Waluhya wanaimba bwana huko kila kitu, wanawacha mabilioni ya pesa. Haya, angalia mambo ya miwa. County governments kutoka kule South Nyanza, kule nje yote mpaka Kericho, mpaka kuja Vihiga, all those county governments zinapanda miwa mpaka Nzoia. Governors wakae chini wa form one company, and then they go to Mauritius, a very small country ambayo ina depend on cane. Waulize na government, president atawasaidia kama garanta kupata experts.
muache ubinafsi, selfish. One company from South Nyanza, Migori, mpaka huku, ya miwa peke yake. You build big things. Your Excellency, President Moi, alisema, hii black skin is associated with poverty. Selfish. Watu wakapiga makelele, oh, we were governed 70 years, na British na mkoloni tutatoka namna gani? Simple things we can do to create economy for our own people. We are not thinking about it. You can talk 1,000 times about Mumiasa, about Nzoia, about Sony. These are obsolete industries. Watu wanataka kuthink big. Let governors come together in your sugar conference, form one company. Hata mnaweza kwenda back to Bukatet. Garanta atakuwa president. Let them come back. We have learned. Accept to get advice and accept some other people to assist you. And you create wealth for our people in this region. Because President sasa watu waluya mtafanya nini? Mimi ndio mtu wa kwanza kusema President William Ruto tukimchagua atabeba Central Bank kwa mgonga apeleke Sigoi. Leo hii President William Samoei Ruto amempa Waluya Central Bank. Nyinyi ndio mko nayo. Leo hii William Samoei Ruto amempatia kazi ya kucollect revenue, pesa zote za Kenya na kupeleka Central Bank. Waluya. Leo hii Bima alinichagua juzi kwa panel ya kutafuta mtu wa kushtaki wa kora. Kumpelekea jina ameappoint huyo jamaa, anatoka kijana mdogo, anatoka huko Kakamega. Yeye ndiye amesimamia hiyo maneno. Sasa what are you going to go to him next time kusema we did not perform because sisi hatukuwa in a position? Mtaenda kwake kwa nini? Start thinking big. Akikuja hapa muwe na karatasi ya kusema we want you to grant me to grant kama grant on this ABCD. As you people, you know, I was very close to Moi, more than anybody in Western Kenya. Na nilikuwa introduced kwa President Moi na baba ya Musalia Mudavadi. Na wakati nyumba za serikali zilipokuwa zinapeanwa, akaniambia wewe unaweza angalia nyumba ya serikali huko Kakamega, Bungoma tukupatie. Kama mimi, Your Excellency, I don't want that. I want your support. Watu wajue wewe ni supporter yangu. This is all what you need from President William Samoei Ruto. That support from him as a grantor of another business. And let me tell you, sisi Waluya tumeamua, Your Excellency. I know sisi tulikuweka kando. Ukatoka kando ukapita kwa sisi ambao tulikuwa na president. 2027 tena sisi tunaweza wewe namna gani? So the only answer, mimi nataka kuambia watu wetu, mambo ya election ya 2027 huko tumetoka huko. Mambo ya maandamano, wacha niongee kidogo, Your Excellency, Speaker of National Assembly. Mambo ya maandamano ni ya watu hawana ofisi. Wale watu walikuwa kwa Azimio, akina Dr. Tuoma, Francis Atwoli, Governor wa Vihiga and the rest ambao walikuwa na ofisi, wakati election ilikwisha tulirudi kwa ofisi. Wale wako kwa mambo ya maandamano, Kalonzo Musyoka hana ofisi. Martha Karua hana ofisi. Honorable Amali wa ndugu yetu hapa hana ofisi. Raila mwenyewe hana ofisi. Yule anaitwa Oparanya from my home has no office. So hiyo maandamano mwajie watu wasio na ofisi. Wale wako na ofisi warudi kwa ofisi wafanya kazi. Your Excellency, we support you. We are steadfast. But what I want also to add a little bit. Sawa! Kitu nataka kuongeza kidogo, Your Excellency. When you were in Geneva, you spoke about issues concerning this continent related to economic and financial fairness. Don't abandon that subject. It gave you a name internationally. Everywhere I go, they know your name now everywhere. Even in Germany, I was being asked about you.
stand up for the rights of this continent as you did. You are young, fight. People are there under international organizations such as those ones that we serve. We will continue supporting you. May God bless you. Mwaulila Atwoli. Semwaulila nakabola kali enda sugoi kateni miti ficha kamba. Lakini sasa tuko pamoja.